Wanaposema nakwenda mlimani leo, wanakwenda kanisani. Sisi tulienda kanisani, makanisa ya kuwepo, tulipanda juu ya milima kabisa. Ndio maana tukasema mlimani, na mtu anakaa kule siku 7 mpaka 21, yuko porini peke yake, anamtafuta Mungu, anarudi siku ya 22. Lakini leo wanasema tunakwenda kwenye kambi la maombi, wamebeba na magodoro. Sio wagonjwa hawa? Jamani, si kweli? Sasa nisiwaite wagonjwa, hawajui maombi ni vita. Lakini unaweza ukashangaa wamebeba na magodoro. Kama ni ya idara, magodoro ya wakurugenzi ndio yanawekwa futi 6 ili wakafe vizuri. Uamsho, kwani utahubiri unaangalia nani? Unaangalia sura uamsho? Bana ana cheo lakini naye kafa. Sasa utafanyaje? Anaumwa pamoja na cheo. Kwani ukienda Muhimbili hata waziri halazwi? Si analazwa? Wote wanalazwa. Msukuma mkokoteni analazwa, waziri analazwa, wote wodini. Yani tunaposema kanisa kufa, yani tumekufa wote, kuanzia maaskofu wetu, wazee wetu wa kanisa na wachungaji. Ngoja ni watobolee sasa. Jamani, si kweli mzee Sasari? Yani ni wote tumekufa. Na mshukuru baba askofu mtoka mbali amesema wazi kwamba hii sio hali yetu. Sasa tunaposema kanisa limekufa, hatutazami washirika. Yani kanisa ni wa maaskofu, waangalizi, wachungaji, wazee wa kanisa, mashemasi, kila kitu humo. Yani wote tunaumwa, tunataka tiba. Ndiyo maana yake. Yani kwani hilo linahitaji ufunuo kulielewa? Maana kama kuomba, kwani nani anayeomba? Washirika waombi? Kama washirika waombi, unafikiri wachungaji wanaomba? Washirika hawezi kuacha kuomba kama wachungaji wanaomba. Wataachaje? Kwa sababu sura ya mshirika ni sura ya nani? Ya mchungaji wake. Haleluya. Wanasema kajamaa kametoka wapi? Nimetoka kwa Yesu. Leo hii maombi tu ya nusu. Yani unawaambia tutakula jioni, hawawezi leo, bado wanazunguka na nani na chupa za maji, utafikiri wagonjwa wa kisukari. Jamani, mtanisamehe tu. Amina, unajua naongea vitu vingine kwa experience kabisa, unanisikia ngoja niliseme na hili. Amina, siko kinyume na mtu aliyeshauriwa kunywa maji, lakini hii nyingine nayo ambayo imeshatokea, yani kila ibada wachungaji wanarundikiwa machupa ya maji. Huu ni mfumo tu tena wa kitoto, mpaka na madhabahuni anapelekewa na chupa. Kule Malawi unakumbuka wanaweka mpaka juisi. Yani ukipiga halafu unafungua. Sasa nisikilizeni, labda mimi ni mhubiri wa tofauti. Sikiliza, mimi hapa nilipo sasa hivi niko connected na mbingu. Unapokuwa mhubiri uko connected na nini? Na ukiwa connected na mbingu, mwili huu hauwezi kuhitaji kitu. Hauwezi kuhitaji kitu mpaka connection itakapomaliza kazi yake. Ndio maana naweza kukaa siku 21 na kunywa maji tu, hata siku 40 na kunywa maji tu. Ukifanya wewe bila kuwa connected na mbingu, unakufa kesho, watakupeleka hospitali wakuwekee drip. Lakini umeunganishwa na mbingu, hata masaa 8, hata masaa 12 zinapigwa na kwambia niko connected na mbingu. Sikiliza, ninayo maji yatokayo juu ambayo, haleluya. Sasa roho yuko, nitapata wapi? Yani mpaka roho anisubiri ninyo kwanza. Utafikiri na radiator. Kwani mna maradiator huko matumboni mwenu? Hawa wachumba, chukua simu zao uone wanayoongea mtu na mchumba wake. Waambie watoe picha zote walizopiga, uone, ukashangaa wamepiga zingine wananyonyana ndimi, ni wachumba. Hali ni mbaya, hali ni mbaya.
Hilo si jambo la shida, kijana kwenda kumtembelea mchumba wake kwenye chumba chake kimoja. Na wachungaji hatuelewi, wazee wa kanisa hatuelewi, wanatembeleana, wanakaa kwenye kakitanda kamoja, kijana anakaa hapo, binti anaweka miguu juu ya kijana, huku wanaambiana tunasubiri siku ile. Wanasema tunasubiri saa 1, saa 2, saa 3, wanalala wote huku wanasubiri. Na ukitaka uelewe, waangalie siku ya kufunga ndoa. Wamezoeana kweli kweli, yani wamezoeana, utafikiri wako pamoja. Na binti yani anacheka, anahangaika. Wewe mwanaume ambaye ni bikira, hajawahi kumwona mwanamume siku ya kuolewa, huwa anacheka, analia. Amemjulia wapi mwanamume mpaka yani wanacheka nyenye? Amemjulia wapi? Ni kwa mara ya kwanza anakwenda kukaa na jitu ambalo hajawahi kuzaliwa nalo, hajawahi kukua nalo, halijui kifua chake kina manyoya au kina kuku, yani haelewi. Sasa tunatoboa kila kitu, lakini nalibwana nao. Na sasa ndio ameleta na mtindo wa kipumbafu. Yani katikati ya harusi kijana anavua nini? Koti. Bibi harusi ndio anafanya nini? Anabeba koti. Mlio na mitindo ingine ya kijinga, mnakuwa kama mna akili. Halafu anawavulia wakwe zake, tumbo linakuwa nje. Baba mkwe mbele ya wakwe zake anaanza kupembuta tumbo. Saa nyingine kifungo kimoja kimepetuka. Hivi mnafanya vitu vingine, mnaviazima wapi? Ujinga tu. Hiyo ni Biblia. Sasa mwanamwali aliyejitunza. Wewe unamwona Rebeka alipoambiwa ni Isaka alifanya nini? Alifunika utaji. Mwanaume sio kitu chepesi. Ndio kwa mara ya kwanza wewe ndio unakwenda kumuona mwanaume. Labda sasa na hiki binti ni kikahaba, kimo tu kanisani, lakini wanaume kishamaliza. Ndio maana hata kimwangalia, haleluya, yani kiko tu jicho gumu, utafikiri jicho la korongo. Paka wachungaji wanaishiwa nguvu. Unajua mengine tunavumilia, yani nakuta kimeshakuwa ni mpetu kupitiliza mpaka wachungaji yani kiko. Wewe msichana, unamjua mwanaume alivyo wewe? Uelewi ni mapambano usiku huo. Kama kweli wewe ni bikira, haka kahuni kalishajua, wameshaenda bichi koko, wamekaa wakagaragara kwenye mchanga. Kwani unafikiri hatuwajui? Wacheni ujinga, tunawajua njia zenu.